Tukiwa bado tumesimama, mlango uligongwa, akaingia shangazi mtu. Tulimsalimia kisha Selim akaondoka na kutuacha wenyewe. Huyu mwanamama jina lake anaitwa Suna, hivyo unaweza kumuita Aunt Suna. Basi bwana akawa ananisemesha nikiwa naongea huku nikijifanya kuwa na aibu. Muda wote alikuwa akiongea huku akiangalia mashuka ambayo kwa muda huo nilikuwa nimeshayatoa. Baada ya vistori vyake vya dadisi aliomba mashuka nikampa, akaondoka nayo. Angejua wanaenda kushangilia damu ya paka. Muda mfupi baada ya Aunt Suna kuondoka, alikuja Asma na kunichukua tukaenda jikoni. Tunafika huko naambiwa nichague nini cha kuwapikia wakwe zangu wale. Kwa sababu Asma alijua mimi ni Nasra, alinielekeza pale vitu vya kupika kisha akakaa pembeni huku akinipigisha stori. Sasa akaanza kunisema eti simpendi yule pacha wako Norah, mara sijui ana tabia chafu, sijui hatokuja kupata mwanaume wa kumua. Mimi naye nikachangia mada tena, nikawa najikandia haswa angejua anayemsema ndio mie na ndo nishakuwa wifi yake. Basi tulipika kisha tukaanda mezani na watu wakaja kula. Mama mkwe alinisifia kuwa nimepika vizuri. Baada ya chakula niliingia chumbani kwangu na kukuta Selim akijiandaa kutoka. Sikuwa na stori naye, nikakaa na kumwangalia tu. Alipomaliza akaondoka. Siku hiyo ilikuwa ni kama nafanyiwa majaribio kwenye kila kitu. Nilifanya kazi nikakoma. Jioni ilipofika, Aunt na mama mkwe walikuja chumbani na kunipigia vigelegele huku wakiwa na mashuka yaliyokuwa na damu. Waliimba nyimbo za furaha, nikapewa na hela za kutosha kisha wakanipongeza kwa kujitunza. Mungu nihurumie, maana wakijua kama kijana wao kachinjia panya itaibuka vita ya 4 ya dunia. Basi baada ya tukio hilo nyumbani wakapewa zawadi za kunilea vyema. Mama akanipigia na kunishukuru kwa heshima hiyo niliyowapa. Niliitikia sawa. Hakutukua na stori zingine, hivyo tukaagana. Usiku baada ya chakula kila mmoja aliingia chumbani kwake. Mimi na Selim tukaongozana hadi chumbani. Nilifika nikafunga mlango na kumuuliza, hivi Selim, yule panya uliyemchinja asubuhi umemtoa wapi? Unataka ukachukue mwingine? Hapana, nimeuliza tu maana inaweza kutokea emergency. Emergency gani hiyo hadi uhitaji panya? Si kama ya jana au? Si unaona ilivyofanya kazi? Kwa hiyo una mpango wa kuolewa tena? Mimi kuolewa? Nikatafute nini? Hii yenyewe ni basi tu. Kama Nasra asingefanya ujinga nisingekuwa kwenye huu upuzi wa kuitwa ndoa. Kwa hiyo ndoa yetu ni upuzi. Sasa wakiitwa watu wenye ndoa mtatoka nyie. Hii ndoa ushuzi wa maharage na mayai ya kuchemsha. Hujawahi kumiliki akili hata kidogo. Akili nacho ni kitu cha kumiliki. We uliyezimiliki zimekusaidia nini? Kama zingekuwa za maana ungefanya mpango ndoa hii isiwepo. Unafikiri ni jambo la rahisi kiasi hicho? Sasa kuna ugumu gani? Wale si wazee tu unawapa za kisasa, inshu inaishia hewani, ila umezidiwa akili na wazee. Wewe kwan hukupanga huo mpango? Nitapangaje wakati sina akili? Lakini wewe mwenzangu unazo. Kwanza sijui hiyo kampuni unaiongozaje mchiu? Norah, chunga mdomo wako, alafu sitaki mazoea ya kijinga, unanielewa? Unanichenjia mara hii kwa maana hiyo unataka nikuogope? Kaka pole, najua kuwa wewe ni mrkauzu, unaogopwa mpaka na wadudu, ila hilo usilitegemee kwangu. Mimi na wewe tuna bondi yetu, so kama hautojali mrhusband unaweza kuwa mpole. Alafu ngoja, kwan haukutaka kumuoa Nasra? Una mwanamke mwingine au kuna jambo nyuma ya pazia? Haikuhusu. Unasema hainihusu? Siku nikijua mwenyewe nitaanzisha drama la Kipilipino. We suburi uone. Ukitaka kuwa sawa na mimi, kaa mbali na mambo yangu, la sivyo nitayafanya maisha yako kuwa machungu.
Hahahaha, unapendeza ukiwa na jazba, ila kwa hilo la kufanya maisha yangu kuwa machungu utasubiri sana. Ameshindwa kuyafanya mzee Khalid na familia yake ukaweze wewe. Ila huenda, alafu tuachane na hayo kuhusu honeymoon, tunaenda wapi? Sina muda wa kupoteza kwenda huko. Kwa hiyo tunakaa tu hapa hapa. Ama kweli una ujana wa sura ila akili za. Kabla sijamaliza alinikata jicho hilo nikakaa kimya, maana kwa kumwangalia tu alikuwa kapani. Aliinuka na kwenda chumba cha kubadilishia nguo, akabadilisha nguo na kuvaa nguo za kulalia, kisha akachukua shuka na kwenda kulala kwenye sofa. Nilivyomkorofi nikamwambia, Selim, amka uje ulale kitandani bwana, siwezi kukufanya chochote. Nora, naomba utulivu, kesho nina ratiba ngumu. Jamani, kwani kukwambia uje ulale kidni ndio kukunyima utulivu? Alafu inakuwaje unaondoka na mimi nabaki humu ndani? Ulitaka uende wapi? Huko unakwenda una wazimu wewe, humu ndani ni mkwe na sheria ya kwetu mwanamke huruhusiwi kufanya kazi yoyote ile isipokuwa utakuwa mtu wa nyumbani na kufanya shughuli za humu ikiwemo na kumuhudumia mumeo, nadhani umenielewa. Eti nitakuwa mtu wa ndani tu mimi? Nora, kaka sahau. Hii ndiyo sababu iliyofanya nisitake huu upuzi wa kuitwa ndoa, nikae ndani kama vile nimekuwa utumbo. Hapana, siwezi kwa kweli. Hiyo sio shida yangu kama ulipenda au hukupenda, ila tayari umeshaingia kwenye familia yetu na sheria zetu lazima uzishike. Nisiposhika je? Utanipa talaka? Itaendelea.